Kwa hiyo ukubwa wa kila ambacho umebeba kinaamua ukubwa wa scenario ambazo unakuwa nazo. Uwezo ukawa na ukuu ndani alafu uishi tu kama watu wengine. Kuna mazingira ambayo Mungu ataruhusu yeye mwenyewe uyapitie kwa lengo la kukupa experience, kukuimarisha na kukujenga, ujue kwamba baadaye kuna msimu ambao unaweza ufikia au unaweza kawa. Anasema kwenye kitabu cha Wafilipi 1:6 ya kwamba nami niliaminiwa ni hii, yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataitimiza hata siku ya Kristo. Maana yake kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, na nikwambie kwamba adui huwa haji kwenye maisha kwamba ameamua tu kuja. Kuna kitu ambacho huwa kina attract enemies. Ukuu wa mtu ndani una attract enemy, na maadui wanakuja kwenye maisha yako kulingana na kitu ambacho umekibeba. Aina ya temptation, majaribu ambayo utayapitia ni kwa sababu ya kitu ambacho umekibeba. Uwezo ukawa na ukuu ukakosa upinzani. Ukuu huattract upinzani, ukuu huvuta upinzani. Na ndio maana sasa kuna mazingira ambayo Mungu alimpitisha Yusufu. Yusufu alipita kwenye mazingira ambayo actually kwamba kilichombeba ni kujua kwamba ni Mungu ananiandaa kuja kuwa mtu fulani. Angalia kwamba alipoanza kuota ndoto, ndugu zake walianza kumchukia, na watu wa tumbo moja ndio walisema kwamba anakuja muota ndoto na tumuue. Lakini walipotaka kumuua, Mungu akachipu ini kupitia Ruben. Ruben akasema hapana, tusimuue, ni bora tumtupe kwenye birika la maji. Na walipomtupa kwenye ile birika la maji, Yuda akawashawishi akasema hapana, ni bora tumuuze hata kwa fedha kidogo kwa Ishmaeli. Lakini angalia kwamba unajua kuna yale majaribu ambayo yanakuja kwenye maisha, ni pressure mtu ndio inamuonesha kwamba yatamuua au yatamudhuru na nini. Lakini ukweli ni kwamba kwenye majaribu, unapoingia kwenye majaribu ikiwa umebeba kitu cha Mungu ndani yako, hayo majaribu hayawezi kukuua, hayawezi kukuangamiza. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anafanya mlango wa kutokea kwenye scenario ambapo wakati zinapokuja. Kwa sababu scenario zipo kumuimarisha mtu. Ni uzembe wa mtu ndio unaweza kufanya iwe faida kwa adui. Lakini ukijua kwamba napita hapa kuna kitu cha kujifunza, hutaruhusu adui apate faida. Si umenielewa vizuri? Na ndio maana lazima ujifunze kitu. Niliwahi kusema na watu nikasema hivi, kwenye majaribu yanapokuja, jitahidi sana umuulize Mungu, ni kitu gani unanifundisha kwenye hizi nyakati? Ninapita kwenye wakati mgumu kiuchumi, sawa. Napita kwenye wakati mgumu, iwe ni kwenye ndoa unapitia, iwe ni kwenye eneo la kazi ambao unapitia. Kwenye huo wakati wa kipindi kigumu, muulize Mungu ni kitu gani unanifundisha, ili ujue nini cha kufanya. Kwa sababu kama hutajua kwamba ni kitu gani Mungu anakufundisha, utaanza kumnungunikia Mungu. Na wakati mwingine utamuona Mungu kuwa ni adui yako. Lakini siku zote Mungu anawatengeneza watu kupitia majaribu. Na ndio maana baada ya hapo Yusufu alipouzwa akaenda utumwani. Ameenda Misri kule kwa Potifa. Kule hakuwa na ndugu yeyote. Kumbuka ametoka Kanani na ameuzwa sasa. Unafikiri alikuwa na wakati gani? Lakini pamoja na hivyo Biblia inasema kwamba Mungu akawa pamoja naye. Kwenye majaribu Mungu huaga anakuwa pamoja na mtu. Kitabu kile cha Isaya 42 sura ile aya ya pili. Sura 42 aya ya pili anasema kwamba upitapo katika maji mengi hayatakugalikisha, na upitapo katika moto hautakuteketeza. Kwa nini? Kwa sababu mimi Bwana nitakuwa pamoja nawe. Maana yake kwenye temptation Mungu huwa yuko pamoja na mtu. Kwa nini? Kwa nini Mungu anakuwa pamoja na mtu? Anakuwa pamoja na wewe ili kulea kitu ambacho umekibeba kisije kikapotea. Hiyo ndo maana yake. Anakuwa pamoja na wewe kwa kusudi la kile kitu ambacho anasema nilichokianzisha ndani nitakitimiza. Kwa hiyo kuogopa kwenye majaribu au kwenye scenario ni kutokuelewa tu ya kwamba Mungu yuko pamoja na mimi. Kwa hiyo na ndio maana kuna watu kama kina Daniel alijua kabisa kwamba kwa sababu ninayemwabudu, ninayepiga magoti kwake asubuhi, mchana na jioni ni Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo huyu Mungu wa mbinguni ninapotupwa kwenye tanuru la moto, ninapotupwa kwenye shimo la simba, atakuwa pamoja na mimi. Kwa hiyo ninachokipitia mimi atakipitia pia, kwa sababu ni yeye ndo ananitengeneza. So wakati mwingine Mungu anakupitisha kwenye yale mazingira, anatengeneza kiasi cha
uvumilivu ndani, anakufundisha kuwa mnyenyekevu, anakufundisha kuwa na nidhamu kwenye baadhi ya vitu vya msingi sana. Inaweza kuwa unapita kwenye season ngumu kwenye eneo la fedha. Haujui kwamba kipindi ulipokuwa na fedha kuna sauti ya Mungu ulikuwa unaisikia hata kumtolea Mungu, haukuweza kutii. Kwa Mungu sio hawezi tu akaruhusu fedha ziendelee kuja kwako, na anakuandaa kuwa kiongozi. So kuna mazingira ambayo utayapitia magumu kiasi kwamba Mungu akuandae tu ili baadaye utambue kila fedha inapoingia kwako, utambue nafasi ya Mungu kwenye ile fedha. Kwa hiyo wakati mwingine usijilaumu wala usiumie kwa sababu ya scenario ambazo unazipitia kwenye maisha. Ni Mungu anakuandaa, ni Mungu anakutengeneza. Mungu waga anatumia scenario kama hizo. Unafikiri kwamba Yusufu alikuwa anajiuliza nini akiwa kwa Potifa? Kwamba ndugu zangu wameniuza, wameniuza pengine ni kwa fedha ndogo, na anajua kwamba ndugu zake walikuwa wanamchukia hata akiwa nyumbani. Alikuwa anafikiria nini? Ila alichokiangalia ni Mungu ananitengeneza. Kati ya shule ambayo huwezi kuiepuka ni shule ya kuandaliwa na Mungu. Kila mtu unayenisikia umebeba kitu cha Mungu ndani yako. Huwezi ukaikimbia shule ya kuandaliwa na Mungu. Kukimbia majaribu ni kujichelewesha kimaisha. Kukimbia shule ya Mungu ni kubakia eneo moja. Wana wa Israeli walizunguka miaka 40 mlimani. Walipaswa wapite wiki 2 tu. Ila kwa sababu ya kukimbia majaribu, Mungu anasema mlivozunguka mlima huu sasa inatosha. Mnakimbia majaribu lakini Mungu anaendelea kukupitisha pale pale. Ukiyakimbia leo utajikuta wiki ijayo unarudi tena pale pale. Kwa hiyo ni bora ubaki kwenye hilo eneo, umsikie Mungu anasema nini na ujue nini cha kufanya. Ninaamini kuwa kuna mtu amenielewa vizuri. Angalia Daudi, amepakwa mafuta lakini mazingira yanamlazimisha kwenda kuchunga kondoo na mbuzi na ng'ombe wa mzee Yese. Umepakwa mafuta, ni mfalme. Kwa nafikiri hapa ninapoongea kuna mtu kila siku unaota ndoto unafanya huduma lakini hakuna unachokifanya. Unaota ndoto unahesabu fedha lakini mpaka sasa hivi hata 500 hauna hapo ulipo. Unaota unafanya biashara, unafanya biashara mkubwa, una frame zako, ni supermarket umeanza, lakini mpaka sasa hivi tunavyoongea unahangaika na matunda. Sasa huko ambapo unaota unaoneshwa ni kama Daudi ameshapakwa mafuta, ni mfalme, lakini bado yuko machungani anachunga. Ni nini? Mungu anamfundisha kwanza kama ataweza kuheshimu wanyama wa baba yake na kuwachunga na kuwalisha vizuri, wasife kwa magonjwa, kukosa chakula na maji. Maana yake ana uwezo wa kuchunga watu, ana uwezo wa kuwasimamia watu. Wewe leo hii unafanya biashara ndogo na unaota unafanya biashara kubwa. Mungu anataka kuangalie kwanza, utakuwa tayari kuingia gharama ya kumheshimu Mungu kwenye fungu la 10 ambao unalipata kwenye biashara ya matunda, au utakuwa tayari kusema kwamba napitia wakati mgumu nisimtolee Mungu kwanza? Utakuwa tayari kujidhabihu, umepata fedha yote alafu naiamua kuitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, na unakubali kabisa mimi natoa na sibakizi chochote, natoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ukiwa mwaminifu kwenye mambo madogo kwa kanuni ya neno la Mungu, Mungu atakuwa mwaminifu kwenye mambo makubwa. Mungu anataka angalie kwenye hiyo biashara ndogo ambayo unaifanya, kwenye kazi ambayo umeajiriwa hiyo. Mungu anataka angalie una uwezo wa kupartnering na yeye kwenye fedha yako hiyo ndogo kaamua kumpa Mungu. Anaangalia vitu kama hivyo. Kwa hiyo uaminifu kwenye majaribu pia, jifunze kuwa mwaminifu kwa Mungu. Utauona mkono wa Mungu na utauona msaada wa Mungu kwenye maisha yako. Wengi tunalalamika lakini tunakosea kanuni kwenye maisha. Lazima tukubali kuziishi kanuni ili tuendee ukuu ambao Mungu ameweka ndani. Baba, ninakushukuru, asante kwa ajili ya huyu mtu wa Mungu. Amenisikia, ninaamini alikuwa anapita kwenye jaribu, alikuwa anapita kwenye scenario, lakini naamini kwa neno hili Mungu kuna kitu ambacho amekielewa na kuna jambo la kujifunza pia, na amejenga